شبكة الخير الدعوية الخير أونلاين ميديا. إخوة الإيمان، هلموا إلى الحق، هلموا إلى السلفية. جهوني kwenye da'wa, جهوني kwenye usalaf, فإن هذا صراط مستقيم. hakika hii ndiyo njia iliyonyooka, njia ya wale ambao Allah subhanahu wa ta'ala amewaneemesha. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. معاشر المسلمين، يقول عز وجل: وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. قال: أولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم؟ قالوا إنا بما أرسلتم به كافرون. فانتقمنا منهم فانظر كيف كان عاقبة المكذبين. ndugu katika imani, baada ya khutba ya haja na kumsalia na kumsalimu kipenzi cha umma Muhammad ibn Abdullah na ali zake na masahaba zake, katika aya ambazo nimezisoma, Allah subhanahu wa ta'ala anasema: wakadhalik ma arsalna min qablik fi qaryatin min nadhir, na hivyo hivyo hatujawahi kutuma katika kijiji chochote kile katika wajumbe illa qala mutrafuha, isipokuwa walisema wale walioneemeshwa na kustareheshwa, inna wajadna abaana ala umma, hakika ya sisi tumewakuta baba zetu wako juu ya dini hii. kwa maana ya kwamba
walitoa hoja zilizowafanya wao wasiwakubali manabii na mitume na wasikipokee kile ambacho wamekuja nacho manabii na mitume. Wakasema ya kwamba inna wajadna abaana ala umma, hakika ya sisi tumewakuta wazee wetu wako juu ya dini hii ambayo tuko nayo. Kwa hivyo hatuwezi kuifuata dini yako ewe mtume. Hii ndiyo hoja walioitaja iliyowapelekea wao kutokuwakubali manabii wa Allah subhanahu wa ta'ala. Wa inna ala atharihim muqtadun, na sisi athari zao na nyayo zao tutaendelea kuzifuata. Ukitizama aya hii na zinazokuja mbele, hoja iliyotolewa ya kutokuwakubali manabii ni hoja ya kwamba wao wanaendelea na dini ya wazee wao, na hiki pia ndio kinawafanya watu wengi waache kuikubali haki pale inapowafikia. Kwa lugha nyingine ya kitaalamu yaitwa at-ta'assub. Ni mtu kuwa analazimiana na njia ima ya mzee wake au ya shekhe wake au jamaa yake, rafiki yake au kabila lake au taasisi yake au chuo chake alichosoma yeye. Ndugu zangu katika imani, kitu ambacho kinaitwa taasub ni kama walivyosema maulama, miongoni mwa hao Atiftazani Shafi'i katika sharh ya Talwih anasema taasub huwa adamu qabuli alhaq inda dhuhuri dalil. Taasub maana yake ni mtu akaacha kuikubali haki pale inapofika yeye dalili, binaan ala janib, kwa kujenga hoja ya upande wenyewe, ima ni mzee wake, familia yake, ima inaweza ikawa ni shekhe wake, ima inaweza ikawa ni kabila lake. Kwa kuwa yeye ameamua kulazimiana na kabila lake na anaogopa na anahofu kulikhalifu kabila lake, basi akawa yuko tayari kuiacha haki waliokuja nayo manabii au baadhi ya mashekhe na maduati. Au inaweza ikawa upande huo ima ni taasisi, mtu yuko na taasisi tangu kitambo na muda mrefu kwenye jumuiya hiyo, taasisi hiyo, au kwenye umoja fulani, akaona ya kwamba hapana, siwezi kuiacha taasisi yangu niliyoanza nayo siku nyingi, pamoja na kuwa amebainikiwa na ukweli na dalili na dawa imedhihirika kwake masalihi yake na mapana yake. Wako watu wengi wameshabainikiwa na uhalisia wa dawa hii as-salafia, dawa hii haki, wamebainikiwa na haki iliyomo ndani yake na masalihi yake, maslahi ya dawa hii na namna gani dawa hii imesimama katika upande wa kujimudu katika hujja na dalili na kutengeneza maslahi kwa umma na kuyalinda mambo ya watu kwa mujibu wa dalili. Lakini ni wengi ambao hawajaipokea dawa kuikubali, pamoja na kuwa wanakubali kweli dawa hii ni dawa ya haki, ni dawa sahihi, lakini kwa sababu ima yuko na taasisi na ametoka nayo mbali, au ana jumuiya, ana umoja fulani, au ana kabila lake ambalo anaona hawezi kuliacha, au ana shekhe wake ambaye ametoka naye mbali, hawezi kumwacha shekhe wake, huku akikubali kwamba dawa hii ndio dawa ya haki. Ndio maana Allah Ta'ala akasema wakati Mtume alayhi salamu akiwaambia, awalau jitukum biahda, hivi hata kama nitawaijilieni na uongofu mzuri zaidi kuliko ile njia ma wajadtum alayhi abaakum, kuliko njia ambayo mmewapata juu yake wazee wenu. Wakaendelea kusema inna, sisi tutabaki na dini ya wazee wetu, wa inna bima ursiltum bihi kafirun, na sisi na vile mlivyoagizwa navyo, mmetumwa navyo, tumevikufuru. Lakini Allah Ta'ala akawaambia
watembee watizame wale walioangamizwa. Allah anasema fantaqamna minhum fanzur kaifa kana aqibatu almukaththibin, tukawaangamiza katika wao, hebu watizame vipi hatima yao, mwisho wao ulikuwa vipi, mwisho wa wale waliokadhibisha. Allah Ta'ala pia anasema wa idha qila lahum ta'alu ila ma anzala Allah wa ila ar-rasul qalu hasbuna ma wajadna alayhi aba'ana awalau kana aba'uhum la ya'lamuna shay'an wa la yahtadun. Na wakiambiwa njooni ila ma anzala Allah wa ila ar-rasul, kwenye yale aliyoyateremsha Allah Ta'ala na kwa mtume pia, njooni myafuate haya, wao husema sisi yanatutosha yale ambayo tumewakuta wazee wetu juu yake. Hata kama watakuwa wazee wao hawafahamu chochote wala hawajui njia ya sawa, wao hulazimiana na wazee wao na wanataasisi wao na mfano wake. Allah Ta'ala akasema walau kana ash-shaytanu yad'u ila adhabi as-sa'ir, hata kama shetani anawalingania katika adhabu ya moto. Wa idha fa'alu fahishatan qalu wajadna 'alayha aba'ana wallahu amarna biha, wakifanya maovu na maasi na machafu husema tumewapata wazee wetu wakiyafanya haya, na Allah wanamzushia Allah, na Allah Ta'ala ametuamrisha juu ya haya tuwafuate wazee wetu. Qul inna Allah la ya'muru bil fahsha, waambie Allah Ta'ala haamrishi machafu. Allah Ta'ala haamrishi machafu bwana. Aya hizi zinatuelimisha ya kwamba hii njia ya wale waliokadhibisha kuiacha haki na kuikadhibisha haki kwa sababu ya kufuata njia ya wazee wao, basi hili pia litakuwemo, na watu wengi ukiwatizama wamefikiwa na haki na dalili zake na ubainifu wake na masalihi yake, lakini hawakuikubali na kuipokea dawa na hiyo haki, imma kwa sababu tulizozitaja, imma sababu ni shekhe wako aliyekufundisha hautaki kumwacha, hautaki kuiacha njia yake, imma ni kabila lako ambalo wewe umezaliwa humo hutaki kuliacha kabila lako, au inaweza ikawa ni jamaa yako, rafiki yako, au unamheshimiwa ambao unamheshimu, inaweza ikawa pia ni taasisi uliyokuwa nayo, jumuiya uliyokuwa nayo, unakubali kweli dawa hii ni dawa ya haki, lakini haujaipokea, ukaachana na yale ambayo uko nayo kwa sababu ya maslahi ya binafsi ambayo unayaona uyafanye na uendelee nayo. Sasa aya hizi zinatuonya na kututahadharisha na kwamba Allah Ta'ala aliziadhibu umma kwa sababu ya hoja kama hizi pale walipoiacha haki. Aqulu ma sami'tum wa astaghfirullah wa atubu ilayhi. Alhamdulillahi rabbil alamin wa usalli wa usallimu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sallam. Amma ba'd, أخرج الإمام البخاري ومسلم من طريق ابن المسيب القرشي المخزومي عن أبيه المسيب بن حزن رضي الله تعالى عنه وأرضاه قال: لما حضرت أبا طالب الوفاة جاءه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. وكان عنده عبد الله بن أمية وأبو جهل. Mtume sallallahu alaihi wasallam alifika wakati ammi yake amehudhurikiwa na kifo, na alikuwemo Abdullah ibn Umayya amekaa pembeni na Abu Jahl amekaa pembeni. Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam akaanza kumtajia neno la shahada ammi yake, kimwambia: ya ammi qul la ilaha illa Allah, ewe ammi yangu sema la ilaha illa Allah kalimatan uhaju laka biha inda Allah, neno hili nitakutolea ushuhuda, nitasimamisha ushahidi mbele ya Allah Ta'ala kwayo kwamba wewe ni katika Waislamu. Lakini Abdullah ibn Umayya na Abu Jahl wakamwambia: atarghab an millati Abdul Muttalib, je, unataka kuiacha dini
ya Abdul Muttalib, unataka kuiacha dini ya Abdul Muttalib. Wakayataja maneno haya kwa istifham, kwa hali ya kuadhimisha kwamba hoja hii ni hoja kubwa wanayoitegemea washirikina, ya kwamba wanabaki katika dini yao kwa kutegemea kwamba ndio dini ya wazee wao. Ndio maana al-Imam al-Allama Sulaiman ibn Abdullah ibn Muhammad katika Taysir al-Aziz al-Hamid akasema, fadhakkarahu al-hujjata al-mal'una alladhi ta'allaqa biha al-mushrikuna al-awwaluna wal-akhirun alladhi yarudduna biha ar-rusul, wakamkumbusha jamaa yao na mwenzao na hoja ambayo ni mal'una, imelaaniwa, hoja ya wazee wao kwamba dini ya mzee wako usiache. Hoja hii ndio hoja walioshikamana nayo washirikina wa mwanzo na washirikina wa sasa, nayo ni hoja ya taklid, ya kufuata wazee au mashekhe au kabila au taasisi na mfano wake, huku umebainikiwa na haki ukaiacha haki kwa ajili ya vitu hivyo. Kwa wakamkumbusha, atarghab an millat Abdul Muttalib, je, unaiacha dini ya Abdul Muttalib? Faaada alayhi an-nabiy sallallahu alayhi wa alihi wasallam, mtume akarejelea maneno yale. Faaada lahu, na wao pia wakarejelea yale maneno. Faaba an yaqula la ilaha illa Allah, fakana akhira ma qala ana ala millati Abdul Muttalib, akagoma akakataa kulitaja neno la shahada, ikawa neno lake la mwisho ni kwamba mimi nitabaki katika dini ya Abdul Muttalib. Kwa sababu gani? Kwa sababu aliyotajiwa kwamba unataka kuiacha dini ya Abdul Muttalib. Ndio maana al-Imam al-Mujaddid katika masaili aliyotaja ndani ya hadithi akasema, wa fihi madharatu ta'dhim al-aslaf wal-aba. Katika hadithi hii pana wazi kwamba kuna madhara ya kuadhimisha na kuwatukuza waliotangulia na wazee na watu ambao ni waheshimiwa kwetu sisi. Lakini baadhi ya ulama walikusherehesha wakasema, ziyadatun ala al-mashru', kuna madhara ya kuzidisha heshima na taadhim kiwango zaidi ya kile kilichowekewa sheria, min haithu, katika kiasi ambacho itafika mahala yaj'alu aqwalahum hujjatan, atafanya kauli zao wazee wake, mashehe zake, wana taasisi wenzake, atazifanya kauli zao ni hujja, yurjau ilayhi inda tanazu, zikirejewa kauli hizo wakati wa magomvi na mizozo. Kwa hiyo ndugu zangu katika imani, watu wengi wamefikiwa na ukweli, wamefikiwa na haki na uhalisia wa dawa hii ya salafia na masalihi ambayo yako ndani ya dawa hii, na wanakubali wazi wazi kwamba hii dawa ni dawa ya haki ya kweli na ni dawa iliyo na hoja na dalili, lakini hawajaipokea na kuifanyia kazi dawa hii kwa sababu mojawapo ya hizi ambazo tumezitaja. Tunamwomba Allah Taala kwa majina yake na sifa zake atuongoze sote, lakini pia Allah Taala aziunganishe nyoyo zetu katika haki sote, lakini pia awaongoze wale hasa ambao bado hawajaiona dawa hii na hawajaitambua dawa hii, na awaingize katika dawa hii, tuweni pamoja katika dawa hii. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar, walhamdulillahi rabbil alamin.